Tuko na Helmes Cosmas, mtazamaji. Helmes Cosmas ni afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Tuko naye hapa katika Alasiri Lounge, ambaye kimsingi atatupitisha kuhusiana na kile ambacho NEMC kinakifanya. Helmes Cosmas, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mambo yanakwendaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea salama, lakini pia NEMC wanawasalimia. Okay. Juzi tumetimiza miaka 40 toka tumeanzishwa na tunajivuna kwa mafanikio ambayo tumeyafanya, japo kuna changamoto bado tunapambana nazo. Bado umri wenu ni wa kijana. Miaka 40. Nasema life starts at 40. Yes, kwa hiyo Sasa ndo mnaanza sasa maisha. Yes. Maisha ndo mnaanza. Kwa hiyo miaka 40 ilikuwa kama experience yani ya kujiweka sawa. Yes. Sasa ndo wana. Kelele vipi huko? Hakuna mlivyotoka? Namna leo observation ya kiujumla hadi mpaka unaingia ndio studio, hali ya udhibiti wenu wa kelele na mitetemo tema. Kwanza niwashukuru kwanza, maeneo kama studio ni maeneo ambayo kwanza tunayapenda, kuna utulivu wa hali ya juu. Kama nilivyotambulisha mtangazaji, dada Tema na bwana mkubwa, kwanza watu lazima wajue maana ya kelele, sababu mtu anaweza kaambiwa kelele ni nini. Tunasema noise. Kelele kwa tafasiri ya kawaida sana tunasema ni kiwango cha sauti kilichozidi. Kwa hiyo kuna viwango vyake. Ili itwe kelele, maanake kuna kiwango fulani imeenda mbali kuliko kiwango kinachostahili, sababu wataalamu madaktari wanajua ngoma ya sikio ya binadamu imetengenezwa kwa kuruhusu mawimbi fulani ya sauti. Yakizidi huko baadaye nitaelezea, yakizidi kuna athari zake. Nisianze na athari, tuje kwanza maana ya kelele kama tulivyozungumzia kwamba ni sauti iliyozidi kiwango, na tutakuja kukiona hicho kiwango ni kiwango gani. Lakini kwa nini tunasema kelele ni sauti iliyozidi kiwango? Kwa maana itakapokuwa inasikika mara kwa mara inaweza kuleta madhara fulani. Kwa hiyo viwango hivyo vimesetiwa au vimewekwa baada ya watafiti kufanya tafiti mbalimbali na kuona kwamba okay, kwa standardi hii ndio inaruhusiwa sauti kusikika kwa masikio ya binadamu. Lakini pia tunapozungumzia kwanza kelele, lazima tuweze tunasema tuyatambue maeneo kama matatu. Ndio Ya msingi kabisa ambayo mimi na wewe tunaishi maeneo hayo kwa njia moja au nyingine. Kwanza, eneo la kwanza huwa tunasema ni maeneo ya viwanda. Maeneo ya viwanda wameruhusiwa, wanaweza wakatoa sauti ya kiwango gani, kwa sababu tusiseme kelele. Ukishasema kelele maana yake na wao wamezidi. Kwa hiyo maeneo ya viwanda wamepewa standard zao kwamba wao wanaweza wakafikisha sauti fulani. Wakizidi na wao maana yake kunakuwa na tatizo. Lakini ukiachana na hapo, kuna maeneo mchanganyiko ambao ndo wengi tunaishi maeneo hayo. Maeneo mchanganyiko tunazungumza ni maeneo ambayo yana makazi, yanaweza akawa na hizi bar tunazosema ambazo nafikiri ndo changamoto pia, na kumbi za starehe yana viwango vyake pia vya sauti. Eneo la mwisho tunasema ni maeneo maalum. Maeneo maalum, ndugu watangazaji, tunazungumzia maeneo kama hospitali, tunazungumzia maeneo kama shule, tunazungumzia kama nyumba za kuhifadhi wazee kama wenzetu Ulaya, lakini na maeneo mfano tuna maeneo ya watoto yatima ambayo yanahitaji utulivu maalum. Kuna viwango vilivyoruhusiwa vya sauti zinazotakiwa kusikika maeneo yale pale. Lakini pia sauti hizo zimepangwa kulingana na muda. Sisi tunaelewana watangazaji? Kuna muda wa mchana, kuna muda wa usiku. Kwamba usiku, mfano tuanze na eneo la kwanza watu wamesema maeneo ya viwanda. Upande wa mchana wameruhusiwa kuzalisha sauti isiyozidi decibel 70. Decibel tunasema ni S unit, kipimio. Kama kipimio. Kwamba sauti za decibel inapopima ikaonyesha 70 kwa mchana inaruhusiwa kwa maeneo ya viwanda. Ila kwa usiku wameshushiwa, wameambiwa waende mpaka 60, kwa sababu tunaamini kabisa watu wengi wamepumzika, ingawa sio maeneo ya makazi, lakini pengine kuna maeneo mengine ya viwanda kunakuwa nasema kama aina fulani ya makazi, labda yupo manager na nini na kadhalika. Maeneo mchanganyiko, upande wa mchana wameruhusiwa kutoa sauti za decibel 55 mpaka 45 mpaka 55. Mchanganyiko.
Yani maana yake 55 ni kwa mchana, 45 unapoingia usiku zinashuka, sababu kunahitajika utulivu. Hao ni maeneo ya makazi mchanganyiko. Unapokuja kwenye maeneo maalum sasa, hospitali, maeneo ambao labda nyumba za wagonjwa, watoto yatima na kadhalika, watu tunasema wenye uhitaji maalum kwa maana ya afya zao na kadhalika, mchana ni 45 decibel, usiku ni 35. Unaona zinavyoendelea kushuka. Kwa hiyo ukiangalia kwenye viwanda wameruhusiwa kwenda mpaka 70. Makazi mchanganyiko wameruhusiwa kwenda mpaka 55. Lakini makazi maalum wameruhusiwa kwenda mpaka 45. Sauti hizo zinapatikanaje? Kuna kipimo wanaita noizimeter. Ni kipimo ambacho kipimia sauti, ambacho inapoonekana kwamba kuna watu wamekwazika, kuna sauti zimezidi, kipimo kile huwa kinaletwa. Kama ni upande wa mchana, kitapimwa kwa kuzingatia vipimo vile vilivyoruhusiwa kulingana na maeneo niyoeleza hayo matatu. Lakini pia lazima tujue mchana unaanzia saa ngapi, usiku unaanzia saa ngapi, kwa maana ya elimu ya Watanzania wanaonisikiliza. Tunapozungumzia mchana, NEMKI kama NEMKI sisi tumeiweka mchana kwamba inaanzia saa 11 kamili ambayo tunasema ni alfajiri. Watu wa swala sisi kwetu tunaihesabu kama ni mchana, mpaka tunaenda mpaka saa 5 na dakika 59 usiku. Yote ni mchana. Saa 4 na dakika 59 usiku. Hiyo ni mchana. Yeye mnaitema kama mchana. Kama mchana. Lakini hiyo ni saa 4 usiku kimsingi. Yes. Sawa. Ukiingia saa 4 mpaka saa 10 na dakika 59, hiyo yote ni usiku. Alfajiri. Yes, sasa hiyo saa 10 usiku, kwa sababu ukishatua alfajiri tunahesabu ushaingia mchana. Yaani sisi tumecombine alfajiri, asubuhi na mchana yote. Alafu na ile saa 4 kuingia kwenye midnight, hiyo ndio usiku. Yeye kimsingi hamna alfajiri. Sisi hatuna alfajiri. Sisi tumeweka mchana na usiku. Lakini pia wakati tunafanya vipimo hivyo, ukijaribu kuangalia hatufanyi operation nje ya masaa hayo. Yaani lazima utakuta hasa manake tunadili sana na usiku, sababu mchana tunajua watu wako busy. Kwa uwezo kumkuta NEMKI saa 2 anakuambia umezidisha kelele. Maana nyingi mchana, unajua mchana kidogo kuna kuwa saa 2 ni mchana. Yes, saa 2 ni mchana. Kwa hiyo NEMKI tutawatarajia saa 2. Si muda wenu wa mchana, si mpaka saa 4. Sio kwamba hatukupimia, lakini tutakupimia kwa sheria za mchana. Yaani tuelewane hivyo. Lakini kwa mchana mtakuwa mnapima baada ya mtu kulalamika. Yes. Ila kwa usiku mna monitor. Yes. Kwa hiyo nikikupima doria. Doria zipo. Mnafanya doria. Vizuri sana. Mimi mwenyewe ni mdau wa doria. Lakini siwezi kuambia kwako utakuja lini. Sawa, usituambie tu. Tazamaji, miongoni mwa maeneo ambayo ametajwa hapa, maeneo ya viwanda, maeneo ya makazi ya watu na maeneo ya shule na vitu kama hivyo. Lakini kuna maeneo ambayo ni ya starehe, ambayo sasa haya ndo kama yapo katika maeneo mchanganyiko hivi. Sasa tunataka kufahamu maeneo ya starehe, ambapo tunafahamu kwamba ili watu waende kwenye starehe, kwenye baa, kwenye eneo la muziki, inabidi wasikie kikawaida tu. Yaani kama baa sisikie hapo inapiga muziki naendaje tena? Labda niyo naijua. Hapa pakoje hapa? Maana mmekuwa mkiingia utata sana na hizi sehemu za starehe. Okay, nashukuru sana. Naomba nirudi nyuma kabla sijaja kukujibu, sababu nataka kufanya vitu vyote viwe wazi. Kwanza, kanuni tunatumia kelele na mitetemo, watu tunatumia kelele na mitetemo kwa sababu kuna watu wanafanya excavation, yani ile mitikisiko ile na yenyewe na vipimo vyake, lakini tujikite sana kwenye kelele sababu ndo issue. Custodian au mtu ambaye amekasimishwa jukumu hilo kwanza ni TBS, Tanzania Bureau of Standards. Ndio mwenye kanuni yake ambayo kidunia ni WHO, shirika la afya duniani. Lakini manake wanapokuja kucustomize kwa nchi, huwa tunaangalia kwa mfano Tanzania nani anaidili na viwango, kwa sababu tunaona tunazungumzia viwango. Kwa TBS ndio mwenye kanuni hiyo ambayo ni ya mwaka 2015. Ndio. Kwa hiyo sisi tunaiadapt. Tunaiadapt kwa sababu gani? NEMKI ndio tunausimamia uchafuzi wa mazingira kwa njia ya kelele na kadhalika. Leo tunazungumzia kelele. Sasa ili tuweze kueffect ile kanuni, ule udhibiti wa kelele, tunaenda kuitumia ile kanuni ya kelele na mitetemo ambayo mmiliki wake tunasema regulator wake ni nani? Ni TBS. Sisi tunaelewana vizuri? Yes. Sasa nikirejea kwenye hicho ulichoniambia kuhusiana na hizi kumbi za starehe ambazo ziko kwenye makazi mchanganyiko. Tunazungumzia kuna bar,
kuna hizi tunasema night club na kadhalika na kumbi nyingine za starehe. Na hapo azingizi taasisi za kidini, mfano kama makanisa. Yes, sasa makanisa yana special hapo nyumba za ibada. Nyumba za ibada. Basi ni zote. Yes. Kwanza sasa tuanzie kwenye kumbi za starehe hapa. Tuanze kwenye kumbi za starehe. Hapo. Okay, kwanza kuna ushirikiano wa taasisi mbalimbali tunapokuwa tunadili na vitu hivi vya kijamii. Kwanza unapokuwa umetuletea labda kuna issue ya kelele, si ndio? Sisi huwa hatusemi ni kelele, kuna issue ya sauti. Ili itwe kelele lazima ipimwe kwa kuangalia vile vigezo vya mchana na usiku. Ndio tunaweza utasema kuna sauti inatoka. Na wewe uruhusiwi kusema ni kelele kwa sababu hujapima. Ndio. The research about that. Maana yake unafanya measurement kwa kuangalia mchana na usiku. Sasa kwanza huwa kuna watu wanaitwa watu wa mipango miji. Lazima tuwe na ushahidi kwamba ili eneo lilipangwa kwa matumizi yepi. Sisi tunaelewana ndugu watangazaji? Kwa sababu kila eneo lina matumizi yake. Uwezo ukatuambia tu ni makazi mchanganyiko, sisi tukienda pale tunakuta hayo ni makazi tu. Kwamba amewanunua wakazi amejenga kumbi ya starehe. Yes. Wewe unatuambia ni makazi mchanganyiko, lakini tukiangalia ni makazi tu. Kama eneo ni la makazi tu ukaweka shughuli ambayo inaruhusu makazi na mchanganyiko, ina maana hiyo haiko sawa. Lazima eneo libadilishe. Kwa mfano, tumesema maeneo ya makazi mchanganyiko kwa sababu mara nyingi hizi starehe nyingi zipo kwenye makazi ya watu. Uwezi kukuta baa iko isolated mbali huko. Lakini ukikuta kwenye eneo la makazi peke yake, unakuta zinashuka kwenye zile ngapi? Kwenye zile 45 unakuta mpaka zinashuka chini, unakuta ziko 40. Yaani kile kiwanja changu mimi na wewe ambapo mfano umeenda kuomba kwa town planner kwamba bwana naomba unisetie hati yangu kwamba hii ni kwa ajili ya makazi kwa sababu hakuna mtu anaweza kaenda kuomba kwa ajili ya makazi mchanganyiko. Wanaomba kwa ajili ya makazi mchanganyiko, nimeamua tu niunganishe watu wa mabaa, yani wanaotaka kufanya shughuli zao kwenye jamii. Lakini wewe utakapoenda kwa afisa mipango miji utasema bwana hiki ni kiwanja cha makazi. Sawa, sasa kwa watu ambao kwenye mabaa ndio kimbizana na muda wetu na muda hapa. Okay. Hawa mnawadhibiti vipi ikiwemo wao wana maeneo maalum kwamba ili eneo kwa mfano kwa Dar es Salaam hapa kuna eneo kama ili eneo ila kumbi la starehe. Kama Sinza pale. Starehe na makazi ya watu wako pale. Mnawaambiaje wasipige muziki? Okay. Swala sio kupiga muziki. Ngoja niende haraka. Kwanza mnawadhibiti vipi hapo ndio mtuambie. Nakuja. Moja tunashirikiana kwanza na manispaa husika. Tunashirikiana na manispaa husika kwa sababu gani? Kwanza lazima tujue eneo hilo mfano kuna basi. Ndio. Tunakagua kwanza vibali vya muhusika. Vibali sisi hatutoi. Anavyo vyote. Vibali anavyo vyote, si ndio? Ndio. Lakini kule nyuma ya vibali huwa kuna condition amepewa. Umeelewa? Kwa mfano, kama ni night club amepewa weke soundproof, afanye nini ili sauti isitoke nje. Kama ni baza wazi amepewa maelekezo kwamba tutakiwa upige saa ngapi mpaka saa ngapi. Lakini unaambiwa kabisa hakikisha unadhibiti kelele zako zisiwe shida kwa majirani. Sasa sisi tunapofika pale huwa hivyo vyote tunavikagua. Tunapokuta sasa kuna kitu kinyume, maana yake kisheria tunakupimia mita 20 kutoka pale ulipo. Na saizi kuna GPS na siku za nyuma tulikuwa tunachukua mameneja, wakurugenzi wa baa, sometimes wanakuwa hawako tayari kuja. Lakini kwa saizi uzuri tuna GPS na kila kitu. Tunachukua vipimo bila wewe mwenye baa, hata bila kukushirikisha. Kwa sababu hata ukikataa tukienda mahakamani GPS inapima kila kitu kwamba it was bar X iliyokuwa located sehemu fulani, vipimo vilichukuliwa masaa fulani. Kwa hiyo tutakuja pale kama tumeona tumepokea kwanza either ni malalamiko au sisi wenyewe, kwa sababu sisi pia ni customs, wakati mwingine inawezekana tumeenda kupata moja baridi moja moto. Kwa hiyo mkishapokea hivyo malalamiko ndo mnachukua, mkithibitisha ndo mnachukua hatua ya kufungia. Namba 1 kwanza. Lakini namba 2 pia sisi wenyewe si wananchi. Sisi wenyewe pia ni wananchi. Kwa hiyo tukienda tukiona hii ni kero, tuna take initiative. Kwa sababu tunapokuwa tupo kazini, tunapokuwa tunazunguka na sisi pia tupo kazini. Kwa hiyo kuna njia ya malalamiko, lakini kuna njia ya kugundua wenyewe, tuna observe. Na sio kufungia tu. Hapana, sio kufungia tu. Lazima kuna tahadhari tunatoa. Tunaweza tukaja mara ya kwanza, sawa? Tukakupimia, kwanza tutakuomba vile vitu vyako vile. Tunasema viambata vyako. Vinavyokuruhusu kufanya kazi hiyo. Tutapima, tukipima tutakueleza bwana, mbona unafanya kazi hiyo, hii ni night club? Hii kazi itakiwa iwe kwenye night club, nyumba ambayo iko confirmed. Tutakueleza, tutakuandikia na onyo. Bwana tunakuomba usirudie. At least mara moja, mara mbili. Maana tunaona umekaidi.
Baadaye tunakuja sasa tukwambia bwana, tulisha kuonya kuna hiki na hiki na hiki, tumeona usikii. Huwa mara nyingi huwa tunafunga, alafu tunamwandikia barua mwenye manispaa yake kwamba tungekuomba kupitia kwa afisa utamaduni ulivoko ukiue kibali cha huyu mtu kwa sababu imeonekana ni kero katika jamii yake. Bwana Hermes Cosmas, afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa na usimamizi la Hifadhi na usimamizi wa mazingira, sisi tunakushukuru sana. Labda la mwisho la kuzungumza na mtazamaji kwa sekunde chache sana. Na lipi la kuwaambia watazamaji wetu? Upande wa wakati naenda kumaliza nasema kuna sheria ipo juu ya watu wanaoenda kinyume na hizo standard ambazo zimetajwa hapo. Moja ya adhabu zake ni unapokutwa na kosa hilo, ukiwa ni mmiliki wa baa au kumbi ya starehe, unaweza kupigwa faini ya milioni 2, isipungue milioni 2 lakini isizidi milioni 10, lakini unaweza kupata kifungo cha miaka 2 isizidi miaka 7. Hatari. Nashukuru sana. Asante sana. Sasa hilo ni jambo la kuendelea kujitafakari, wale ambao wana maeneo ambayo yanatoa kelele ambavyo kwa viwango vya NEMC wanasema hizo ni kelele, ila kwa wananchi sisi tunasema kwamba sisi tunasema tu kwamba sauti ziko juu mpaka NEMC watakapothibitisha. Na tumemaliza naye hivyo Hermes Cosmas, yeye afisa mazingira kutoka NEMC, na sasa tunakwenda break fupi. Tukirejea tutakwenda kupata habari za michezo.